Leo ni ujumbe unaojulikana Waamuzi na tafsiri yake kutoka ujumbe Mungu wa Agano Kale kuja katika ufunuo wa Roho Agano Jipya. Tunayo furaha kuu sana kutambulisha ujumbe wa Mungu mshuhudi Yesu au ujumbe wa Roho aitwaye Yesu Kristo. Katika anwani ya ujumbe unaojulikana Waamuzi na tafsiri yake kutoka ujumbe Mungu wa Agano Kale kuja katika ufunuo wa Roho Agano Jipya. Leo ni siku za 19 katika mwendelezo wa ujumbe huu mshuhudi wa Yesu ambao Bwana amewachilia kabla kuja kwake kwa ajili ya kuokoa kanisa. Leo ni siku ya 19 tunaendeleza wazo kuu la Mungu ambao tuliona katika mahesabu kutoka kwa zama za Roho. Mungu alitupanga katika namna ya mraba ambao marefu na mapana ni sawa, na katika ile zama zile za Roho ambapo Mungu alikuwa pamoja na watoto wake, Yesu alitupanga katika namna ya mraba katika zile pande nne. Upande wa kwanza ulikuwa ni wa simba, upande wa pili ulikuwa ni upande wa ndama, upande wa tatu ni upande wa mwanadamu, na upande wa nne ni upande wa tai. Upande wa simba mkono wako kuume, upande wa ndama chini ya mraba wako, upande wa mwanadamu mkono wako kushoto, na upande wa tai pale juu ya mraba wako. Simba alikaa pale na eneo na watu wake, ndama alikaa Martina na Kolumba na watu wao, wanadamu alikaa Martin Luther na John Wesley na watu wao, na kwenye eneo la tai alikaa Eliya na William Branham na Eliya Metano katika makazi yale ya watakatifu kutoka kwa zama za Roho. Mungu huyu mashuhuri Yesu tukiwa kutoka kwa zama za Roho, kutoka kwa ule mkutano mkuu wa watakatifu, na bila shaka tulikuwa kwenye kiwango cha 7. Wanawazo ni kwamba huyu mashuhuri Yesu tukiwa naye katika mahesabu haya kule chini mbinguni, kabla ya kuumba chochote katika mahesabu. Bwana alipoumba ulimwengu, alipoumba dunia hii, alipoumba sayari na kuweka makazi ya wanadamu kuwepo katika dunia hii au sayari hii tulionayo inayoitwa dunia, ndiko Mungu aliweka mahesabu, akamleta Adamu kuwa ndiye mwakilishi wetu katika michoro. Na Adamu alipoletwa, Adamu alipewa zile anwani 4 za watakatifu kutoka kwa zama za Roho. Anwani ya kwanza Adamu alipewa ufunuo, anwani ya pili Adamu alipewa uzima, anwani ya tatu alipewa yeye akaitwa Bwana Mungu, na anwani ya 4 yeye alipewa mamlaka. Kwa maana ipi? Kwamba alipewa ufunuo kwenye eneo la simba, akapewa uzima kwenye eneo la ndama, akaitwa mwana wa Mungu kwenye eneo la mwanadamu, na akapewa mamlaka kwenye eneo lile la tai. Kuleta mahesabu yale. Adamu alipotenda dhambi, Mungu akamfukuza. Na alipofukuzwa Adamu, Mungu alianza kuchora wazo lake lile kutoka kwa zama za Roho ambao wazo lake haliwezi kubadilika. Iko Mungu alitafuta taifa moja la Israeli ili achore mchoro wa ukombozi, ili injili itoke ndani ya taifa moja iende katika mataifa yote ya dunia, ili tuweze kupata wokovu. Watu kutoka kila lugha, taifa, jamaa na kabila, wale ambao walikuwa kutoka kwa zama za Roho kule ambako tulikuwa na Mungu mshuhudi Yesu. Mungu anamwita Ibrahimu kutoka Iraki ambaye ndio ule wa Kanaani, anafika nchi ya Kanaani. Baada ya hapo Mungu alitembea na Isaka, baada ya Isaka Mungu alitembea na Yakobo, baada ya Yakobo anamzaa Yuda na ndugu zake. Taifa la Israeli linatokea, wanachukuliwa wanaenda Misri. Mungu anamtuma Musa, anawatoa Misri, wanafika jangwani. Mungu anaanza kuunda taifa na mchoro mzima ya wazo lake lisiokuwa na hitilafu. Na akiwa jangwani, Mungu anamwambia kwa mujibu wa Hesabu sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka 31, Mungu alimwambia Musa pange Ibrahimu katika pande 4, na zile pande zilikuwa zimezunguka lile hema au ile maskani ya jangwani. Na ile maskani ilitengenezwa maeneo matatu. Eneo la kwanza lilikuwa ni uwanda wa nje ambapo Waibrania wote walikuwa wanakutana siku ya ibada. Eneo la pili paliitwa patakatifu pa kawaida, ambao makuhani wa kawaida walikuwa wanaingia patakatifu pa kawaida. Alafu eneo la tatu liliitwa patakatifu pa utakatifu, ambapo alikuwa anaenda kuhani mkuu mara moja kwa mwaka kwa ajili ya dhambi zake na kwa ajili ya dhambi ya taifa la Israeli. Ilikuwa ni mwezi wa 7 siku ya 10 ya mwezi, ndiko mfaya kuhani mkuu alikuwa anakwenda mara moja kwa ajili ya upatanisho. Israeli wakawepo jangwani kwa muda wa miaka 40. Musa anapanga katika zile pande 4. Pande ya kwanza iliitwa Beramu ya Mashariki, pande ya pili iliitwa Beramu ya Kusini, pande ya tatu iliitwa Beramu ya Magharibi, na pande ya 4 iliitwa Beramu ya Kaskazini. Beramu ya Mashariki ndio ilikuwa makazi ya simba kutoka kwa zama za Roho. Beramu ya Kusini ilikuwa ni makazi ya ndama kutoka kwa zama za Roho. Beramu ya Magharibi ilikuwa ni zama za mwanadamu kutoka kwa zama za Roho. Na Beramu ya Kaskazini ilikuwa ni zama za tai kutoka kwa zama za Roho. Au ndio kusema ni Beramu ya Mashariki ilikuwa ndio ufunuo wa Adamu. Beramu ya Kusini ilikuwa ndio uzima wa Adamu. Beramu ya Magharibi ilikuwa ndio Adamu aliitwa Bwana Mungu, na Beramu ya Kaskazini ilikuwa ni mamlaka ya Adamu. Kwa Mungu alirudia jambo lile Mungu asiyebadilika kutoka kwa zama za Roho, kuleta michoro yake na mahesabu yake ya kinabii, ili alete wazo kula Mungu lisiokuwa na hitilafu kutoka kwa zama za Roho kuja katika zama za Mungu.
Niliwaambia katika siri za 17, amini 18, wakati Mungu anawapanga Waebrania katika pande hizi 4, sawa sawa na Hesabu sura ya 2, sura ya 1 mpaka 31, Mungu huyo alitangulia kwanza kuchora mchoro huu. Wataelewa wewe? Tuliona katika siri za 18, tuliona kwamba kamchoro wa kwanza ulitokea kwenye Mwanzo sura ya 22, mstari wa 20 mpaka mstari wa 24. Kuna mtu anaitwa Nahori, ndugu yake Ibrahimu. Nahori alibaki kule Uru ya Kaldaya ambayo ni Iraki ya sasa. Wakati Ibrahimu anatolewa na Mungu kutoka kwenye Uru ya Kaldaya kwenda Kanaani, ili Mungu atengeneze zile hatua 4: Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Yuda. Wataelewa? Ambayo Ibrahimu ilikuwa ni sawasawa na Beramu ya mashariki. Isaka ilikuwa ni sawasawa na Beramu ya kusini. Yakobo ilikuwa ni sawasawa na Beramu ya magharibi. Na Yuda ilikuwa ni sawasawa na Beramu ya kaskazini. Kuchora mahesabu yale, au unaweza Ibrahimu ilikuwa sawasawa na ufunuo wa Adamu. Isaka ilikuwa sawasawa na uzima wa Adamu. Yakobo ilikuwa sawasawa na Adamu kuitwa mwana wa Mungu. Na Yuda ilikuwa sawasawa na mamlaka ya Adamu. Au unaweza Ibrahimu ilikuwa sawasawa na zama za simba. Wataelewa? Isaka ilikuwa sawasawa na zama za ndama. Yakobo ilikuwa sawasawa na zama za mwanadamu. Na Yuda ilikuwa sawasawa na zama za tai. Utagundua Mungu abadiliki katika michoro yake, katika safari yake. Wakiwa jangwani, Mungu anawapanga kwenye wazo lile kutoka kwenye Mwanzo sura ya 22 mstari wa 20 kwenda mpaka mstari wa 24. Niliwaambia kuna mtu anaitwa Nahori alibaki Uru ya Kaldaya, ndugu yake Ibrahimu. Nahori alioa wanawake wawili, mke mkubwa na mke mdogo. Mke mdogo aliitwa mke mkubwa aliitwa Milka na mke mdogo aliitwa Reuma. Wataelewa vizuri? Milka alimzalia Ibrahimu watoto 8 wa kiume. Naomba ndugu yangu nitajie wale watoto. Rudi pale kwenye Mwanzo sura 22 mstari wa 20 mpaka mstari wa 24. Tupate na hesabu kuelekea kwenye siri za 19, ili tupate na hesabu kidabili kuelekea Mwanzo sura ya mwisho. Ili mshuri na hesabu Bwana Mungu mshuri. Hiyo ni yangu. Mwanzo sura 22 mstari wa 20 mpaka mstari wa 24. Ndio. Ikawa baada ya mambo hayo, Ibrahimu akaambiwa ya kwamba, tazama, Milka naye amemzalia Nahori ndugu yako wana. Amina. Usi mzaliwa wa kwanza wake. Amina. Na Buzi nduguye. Amina. Na Kemueli baba wa Aramu. Amina. Na Kesedi. Amina. Na Hazo. Amina. Na Pildashi na Yidlafu. Amina. Na Betueli. Amina. Betueli akamzaa Rebeka. Hapo naomba nitajie mtoto wa kwanza wa Milka anaitwa nani? Amina. Usi wa kwanza. Yes. Usi wa pili, Kemueli wa tatu, Kesedi wa 4, Hazo wa 5, Pildashi wa 6, Yidlafu wa 7, Betueli wa 8. Hawa walikuwa ni watoto wa Milka aliyemzalia Nahori. Watu wamepata sheria. Huyu Milka yeye ndiye alikuwa mke wa kwanza au mke mkubwa. Unaona wewe? Watu wamepata. Mke mdogo ambaye aliitwa Reuma, ambaye anajulikana kama Suria. Kwa mujibu wa Agano la Kale, Suria ni mke mdogo au wake wadogo. Unaona? Basuria ni wake wadogo. Suria ni mke mdogo. Unaona? Kwa Agano la Kale, sio Agano Jipya. Kwa hiyo sasa huyu Reuma akazaa watoto 4. Naomba nitajie watoto wa Reuma. Ndio. Amina. Teba alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Milka, wa Reuma. Ndio. Gahamu alikuwa ni mtoto wa pili wa Reuma. Taashi alikuwa ni mtoto wa 3 wa Reuma. Maaka alikuwa ni mtoto wa 4 wa Reuma. Sasa Biblia inasema mdogo atakuwa mkubwa na mkubwa atakuwa nani? Mkubwa atamtumikia mdogo mwanzo. Biblia inasema. Kwa hiyo hapa Mungu alitumia mke mdogo kuwakilisha wenye wao 4. Na mke mkubwa kuwakilisha zile jumbe 8. Wataelewa vizuri? Kwa hiyo unachukua wale watoto 4 wa Reuma. Wa kwanza ni Teba. Naomba tufanye mahesabu ya haraka hapa. Wa kwanza ni Teba, unamweka mkono wako wa kuume mraba wako. Amen. Ndio. Twende. Amen. Gahamu
Dahamu unamweka chini ya mraba wako. Taashi unamweka mkono wako wa kushoto wa mraba wako. Maaka unamweka pale juu ya mraba wako. Utapata watoto wanne wameutengeneza hiyo mraba wenye uhai. Wawazo kule Mungu ulizokuwa na hitilafu. Kumbuka hapa wakati huo taifa la Israeli limetokea. Mungu alitangulia kwanza kusema ili taifa la Israeli litokee kwenye mchoro wa wazo kule Mungu. Ama lisiwe kule na hitilafu. Na Mungu anaye taratibu, yani Mungu ni mashuhuri sana. Yani kabla hajafanya jambo huwa anatengenezea mchoro ili linapotokea analiweka ili kudhibitishia dunia kwamba yeye alitangulia kujua kabla mambo hayajatokea. Sasa anatengeneza mchoro wa taifa la Israeli. Anatengeneza mchoro kupitia kwa Nahori. Kumbuka Nahori baadaye Nahori hakuwa Mwisraeli, Amina. Kwa sababu Waisraeli walitokana na Ibrahim. Nahori ilibaki kuwa yeye uzawa ile Nahori ulibaki kule ule Kadayo. Imeelezwa leo. Lakini Mungu anatumia mchoro kuchora mahesabu ya uwepo wa taifa la Israeli litakaokuja katika mchoro ule ule wa wazo kule Mungu lisiokuwa na hitilafu katika michoro yake. Amen. Watemekana leo. Amen. Alafu tunakuja watoto wa Mika. Naomba nitajie mtoto wa kwanza Mika. Usi. Wa pili? Uzi mweke mkono wako kume kwenye eneo la Teba. Watemekana leo. Amen. Kemueli. Watatu huyo. Kesedi wanne waweke chini ya mraba wako kwenye eneo la Dahamu. Wanazuri? Enea. Hazo watano. Pildashi wa sita. Mweke kwenye eneo la Taashi. Kwa wa kushoto mraba wako. Amina. Yidrafu na Betwei. Watoto wawili hawa. Weka juu ya mraba wako kwenye eneo la Maaka. Utagundua 2. Kila upande utapata namba 8. 4 ya wenye uhai kujumlisha 8 unapata ngapi? 12 wazo kule Mungu ulizokuwa na hitilafu kutoka zama za roho. Na tuliona kule zama za roho mchoro kinabii. Tuliona ule mraba mkono wako wa kume anakaa zama za simba, chini ya mraba wako zama za ndama. Mkono wako wa kushoto inakaa zama za mwanadamu. Chini ya mraba wako zinakaa zama za tai. Zama za simba anakaa Paulo na Eleo. Zama za ndama anakaa Martini na Kuimba. Zama za mwanadamu anakaa Martini Luther na Jerusalem. Zama za tai anakaa Elia umene, William Branham na Elia Metano. Utagundua wenye wao 4 simba, ndama, mwanadamu na tai unapata namba 4. Unafuata zile chumbe ya Paulo Ireneo 2. Martini Kolumba 2. Martin Luther Jerusalem 2. Elia Metano, Elia umene, William Branham na Elia Metano ngapi? 2 katika pande 4 unapata namba 8. 4 wenye wai kujumlisha zile chumbe unapata namba ngapi? 8 kutoka kwa zama za roho. Sasa Mungu analeta mchoro huu kutoka kwa Nahori akidhibitisha uwepo wa taifa la Israeli kupitia mchoro mwingine ili Mungu atangulie kuhesabu mahesabu kwamba yeye atangulie kuyajua kabla hayajatokea. Watemelazo baba. Amina. Na tumeona kapasipo shaka wakati Mungu anachora ule mchoro kutoka zama za roho sawasawa na kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8 na Ezekieli sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 26. Wakati Mungu anachora mahesabu haya kinabii kutoka kwenye michoro yake, Mungu alileta mahesabu kutoka zama za roho. Mungu analeta Adamu. Amen. Adamu akiwa pale Eden. Na Eden ni ule mraba ambao tunazungumza habari zake. Mkono wako wa kuume Adamu alipewa ufunuo. Chini ya mraba wako Adamu akapewa uzima. Mkono wako wa kushoto Adamu akaitwa mwana wa Mungu. Na pale juu ya mraba wako Adamu akapewa mamlaka. Unaona namba 4 imemzunguka nani? Adamu. Lazima Adamu azungukwe na namba 12. Unakwenda kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya pili, sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7. Naomba fungua waraka wa kwanza au waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7. Tuone pia ili tupate mahesabu haya ya kwanza sura 22. Tupate mchoro huu kwa mahesabu. Wakati tunaendelea kufika mwisho wa ujumbe huu mashuhuri kabisa wa Yesu. Ujulikana kama Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha mambo ya kale na kuja katika ufunuo wa roho gani jipya. Ndio. Naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu. Amina. Katika imani yenu tieni wema. Katika imani tieni wema. Ngapi hizo? 2. Imani na wema. Wataipata wewe. Imani na wema weka mkono wa kuume wa mraba wa damu kwenye eneo la ufunuo. Wataimelazo wewe. Yes. Katika wema wenu maarifa. Katika maarifa yenu kiasi. Mbili hiyo 2 hizo 2
ziweke chini ya mraba wa Adamu, kwenye eneo ambalo Adamu alipewa uzima. Watemelezo leo. Endelea katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utaua. Utaona mbili. Chukua hiyo mbili mwewe, iweke mkono wako wa kuume kwenye mraba ule wa Adamu, kwenye eneo ambalo Adamu aliitwa mwana wa Mungu. Hiyo. Amina. Katika utaua upendano wa ndugu. Katika utaua wenu mwewe. Amen. Tieni upendano wa ndugu. Moja hiyo, Katika upendano wa ndugu tieni upendo. Utaona mbili hizo. Hizo mbili weka juu ya mraba wako kwenye eneo ambalo Adamu alipewa mamlaka. Utagundua wenye wali wanne: ufunuo, uzima, mwana wa Mungu pamoja na mamlaka. Unapata namba 4. Chukua mbili kila upande katika zile pande 4, unapata namba 8. 4 na 8 ngapi? Namba 12. Mungu anatumia mchoro wa Nahori kuleta mahesabu ya kinabii, kuelezea makazi yake matakatifu na namna tutakapokwenda. Ndio maana uchumba unajulikana kama Waamuzi, kutoka kwenye taifa la Israeli lazima kuja katika watu wa mataifa ili kupata mahesabu ya kifunuo. Wataendelezwa leo. Kwa hiyo Mungu anamuinua Ibrahimu, anachora mchoro wake kupitia kwa Nahori. Nahori wale watoto 4, Teba, Gaham, Taashi na Maaka wanatengeneza ule mraba. Chukua watoto wawili, weka kila upande katika wale watoto Mika, utapata 4 kwa 8, 4 na 8 kwa 8, namba 12 katika michoro kinabii. Wataelewa? Mungu analileta taifa kutoka Misri. Linafika jangwani, Mungu anaanza kutengeneza uwepo wa taifa. Anaanza kuweka anwani maalum ya taifa, ili Mungu atumie mchoro wa taifa moja, achore mchoro wa ukombozi, ili ukombozi utoke ndani ya taifa moja uende katika mataifa yote ya dunia. Wakiwa jangwani, Mungu anamwambia Musa, wapange Waebrania katika pande ngapi? 4. Upande wa Beramu mashariki akamwambia mweke Yuda. Chini ya mraba wako akamwambia mweke Reubeni. Kwa wako kushoto akamwambia mweke Efraim. Na pale chini mraba wako akamwambia mweke Dani. Yuda alikaa Beramu ya mashariki, Reubeni alikaa Beramu ya kusini, Efraim akakaa Beramu ya magharibi, na Dani akakaa Beramu ya kaskazini. Wataelewa leo? Amen. Mungu akamwambia makabila mawili yakae kila upande. Weka Isakari na Zabuloni pande wako wa kuume kwenye Beramu ya mashariki, kwenye eneo la Yuda. Weka makabila mawili kwenye chini ya mraba wako kwenye eneo la Reubeni. Weka makabila mawili kwenye mkono wako kushoto wa mraba wako kwenye eneo la Beramu ya mashariki, magharibi, kwenye eneo la Efraim. Na akamwambia weka makabila mawili, weka juu ya mraba wako, au weka kwenye eneo la Beramu ya kaskazini kwenye eneo la Dani. Utagundua kwamba Yuda alisimamia Isakari na Zabuloni, Reubeni akasimamia Simeoni na Gadi, Efraim akasimamia Manase na Benyamini, na Dani akasimamia Naftali na Asheri. Utagundua wenye wao 4: Yuda, Reubeni, Efraim na Dani waliweza kuwa ni wenye wai. Chukua mbili katika zile pande 4, utapata 4 na 8 kwa ngapi? 12. Mungu atoke katika mchoro wake. Wataelewa wewe? Amen. Na tuliona mchoro huu wa hizi 4 kwa 8 kuleta namba 12. Mungu aliendelea tena kuifanya katika mahesabu katika zama za Yakobo. Yakobo alizaa watoto 12. Lazima na watoto 12 walitokana na watu 4. Amen. Lazima wake wangapi? Wake 4. Mke wa kwanza alizaa kama Lea. Mke wa pili alizaa kama Raheli. Mnajua? Amen. Mke wa kwanza Lea alikuwa na kijakazi anaitwa Zilpa. Zilpa akafanyika kuwa mke. Lazima. Amina. Wanaelewa? Amen. Raheli akiwa ni mke wa pili, yeye alikuwa na kijakazi anaitwa Bilha. Akamtoa Bilha kuwa mke wa nani? Wa Yakobo. Wanaelewa? Yakobo akapata wake ngapi? 4. Unachora tena mraba wako marefu na mpana sawa. Kono wako wa kuume muandike Lea. Kono wako wa kushoto muweke Raheli. Chini ya mraba wako muweke Zilpa, na juu ya mraba wako muweke nani? Bilha. Au kwa lugha nyingine nasema kono wako wa kuume mweke Lea. Chini ya mraba wako mweke Zilpa. Kono wako kushoto mweke Raheli, na pale juu mraba wako mweke Bilha. Hawa wanawake 4 wakazaa watoto ngapi? 12 kumzunguka Yakobo katika mahesabu ya kinabii. Iliwaambia katika michoro ya Biblia, mwanamke anahesabika ndani ya mume au mwanamke anahesabika ndani ya wanaume. Ndio mahesabu ya Biblia. Wataelewa? Amen. Sasa hao wake 4 wanazaa watoto 12, na hao watoto 12 wanapanga kwenye
Hesabu sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka 31. Beramu ya mashariki anakaa Yuda. Yuda alizaliwa na Lea. Barabara mazuri. Amen. Kwa upande wa Beramu ya mashariki anakaa Yuda. Kwa hiyo Lea anaondoka, nafasi yake inachukuliwa na Yuda. Na Yuda anasimamia Isakari na Zabuloni. Chini ya baba yako Reubeni anachukua nafasi ya Zilpa. Kumbuka Zilpa alikuwa kijakazi cha nani? Cha Lea. Anaondoka, Reubeni anachukua nafasi. Reubeni anasimamia Simeoni na Gadi. Beramu ya mashariki ya magharibi kwenye eneo la Lea Raheli. Efraim anachukua nafasi. Lea anaondoka, Raheli anaondoka. Efraim anasimamia Manase na Benjamini. Na pale juu baba wako kwenye eneo lile la Bilha, Dani anachukua eneo la Bilha. Bilha anaondoka. Dani anachukua nafasi, anasimamia Naftali na Aseri. Utagundua Mungu asibadilika. Chukua wenye wale 4, julisha na maneno mpaka ngapi? Kama 12 katika michoro kinabii. Amen. Mungu ambaye hawezi kubadilika. Wataelewa vizuri. Amen. Ndio ujumbe unazungumzia uamuzi. Ndio kuinuka mambo ya Agano kuja katika ufunuo wa Agano. Sasa leo nataka tuone katika michoro haya, tuone waamuzi wa taifa la Israeli, tuwaweke katika mahesabu na mitume 12 wa Agano Jipya. Tupate mahesabu ya wale. Wataelewa vizuri. Tunataka kuona wale waamuzi 12 wa Israeli, tuunganishe huo mchoro na mitume 12 wa taifa la Israeli, kupata mahesabu yenye muumano usiokuwa na shaka katika michoro ya kinabii, ili upate kujua anwani. Na kabla ya kuleta huo mchoro kati ya waamuzi, kwanza tutaunganisha kati ya wazee 12 wa Agano la Kale kuja kwenye wazee 12 wa Agano Jipya, tupate mahesabu ili kudhibitisha kwamba waamuzi walikuja kuchora mahesabu yale ya kiufunuo kuja kwenye ufunuo halisi kueleka moja usuluhisho. Wazee wa Israeli walikuwa ni wafuatao. Wa kwanza ni Yuda, wa pili Isakari, wa tatu Zabuloni, wa 4 ni Reubeni, wa 5 ni Simeoni, wa 6 ni Gadi, wa 7 Efraimu, wa 8 ni Manase, wa 9 Benjamini, wa 10 Dani, wa 11 Naftali, na wa 12 Asheri. Au unaweza kuwapanga hivi. Wa kwanza katika wale wazee, wa kwanza katika michoro kinabii, wa kwanza ni Yuda, wa pili ni Reubeni, wa tatu ni Efraim, wa 4 ni Dani, wa 5 ni Isakari, wa 6 ni Zabuloni, wa 7 ni Simeoni, wa 8 ni Gadi, wa 9 ni Manase, wa 10 ni Benjamini, wa 11 ni Naftali, na wa 12 ni Asheri katika michoro. Niambia usomaji huu ni usomaji wa kinabii. Unaweza kuwasoma kwa kuwaweka kwanza, kuwatanguliza wenye uhai, au ufuate zile namba za ile ya kwanza kutoka kwenye mkono wako kuume au ile Beramu ya mashariki. Unaanza na yule wa kwanza anapewa namba 1, yani Isakari atakuwa namba 1, alafu namba 2 anakuwa Zabuloni, namba 3 anakuwa ni Simeoni, namba 4 anakuwa ni Gadi, namba 5 anakuwa ni Manase, namba 6 anakuwa Benjamini, namba 7 ni Naftali, na namba 8 ni Asheri. Unachukua zile namba 4 zile za wenye uhai, unachukua Yuda, Reubeni, Efraimu na Dani, unapata namba 4. Alafu namba 5, yani unachukua 4 kujumlisha 1, kwa maana aina ya ujumbe au aina ya nafasi inayokaliwa baada ya wale wenye uhai. Isakari namba 1, kwa hiyo unachukua 4 na 1 utapata namba 5. Unaona? Alafu Zabuloni ni namba 2, unachukua 4 na 2 namba 6. Simeoni namba 3, unachukua 4 na 3 ngapi? 7. Wataelewa? Gadi yeye ni namba 4, unachukua 4 na 4 unapata namba ngapi? Namba 8. Manase namba 5, unachukua 4 na 5 unapata namba 9. Wataelewa? Benjamini namba 6, unachukua 4 na 6 unapata namba 10. Naftali unachukua Naftali namba 7, 4 na 7 11. Asheri unapata namba Asheri yeye anakuwa ni namba 8, unachukua 4 na 8 unapata ngapi? 12 katika michoro. Kwa hiyo unaweza kuhesabu kwa njia hiyo, au ukahesabu kwa mtiririko wa nafasi walizonazo. Yuda anakuwa namba 1, Isakari 2, Zabuloni 3. Unaona? 4 anakuwa Reubeni, 5 Simeoni, 6 ni Gadi. Unaona? 7 ni Efraimu, 8 ni Manase, 9 ni Benjamini,
10 ni Dani, 11 ni Naftali, 12 ni Asheri. Utagundua mahesabu ni yale yale katika michoro ya kinabii. Hawa ndio wazee wa Israeli. Watawazo. Sasa hawa wazee wa Israeli 12 lazima wafanane wazee wa Israeli au Israeli wa kiroho wa Agano Jipya, yani mitume 12 wa Israeli. Wataelewazo leo. Wazee wa Israeli wa kimaumbo wafanane na wazee wa Kiisraeli wa kiroho. Wazee wa Israeli wa kimaumbo ni wale wazee 12. Sasa na Hesabu sura ya 2, sura ya 1 mpaka 31. Wazee wa kiroho wa Israeli ni wale mitume 12 wa Israeli. Mtume wa kwanza, naomba sasa tuwataje hao mitume wa taifa la Israeli. Wale tupate mahesabu ya kinabii. Wale tuwataje hao mitume wa taifa la Israeli. Na hapa nataja mitume wa Israeli wa kiroho ambao ndio mchoro uliokuwa unamaanisha ili injili toke ndani ya taifa moja iende katika mataifa yote ya dunia. Ili watu waweze kupata wokovu. Wataonekana vizuri. Sasa tunakuja kuona hao mitume wa taifa la Israeli, sawa? Ili tupate mahesabu ya kinabii. Ili watu wapate kujua neno la Mungu kwa kama uliosuluhisho. Ili usiseme kwamba ukusikia wakati mwamba wa shule Yesu anachilia lawani maalum kwa kasuluhisho, sawa? Mtume wa kwanza, au mzee wa kwanza wa Agano Jipya au Agano la Roho au Israeli wa kiroho, mtume wa kwanza unamwandika Petro. Mtume wa pili mwandika Yakobo. Mtume wa tatu, mweke Yohana, na mtume wa 4 mweke Paulo. Unapata wenye wangapi? 4. Na tutawasoma vile, tunawasoma kwa maana ya kuwatanguliza wenye uhai 4. Ndio maana maandiko yanathibitisha pasipo shaka Petro alikuwa ni nguzo ya kanisa. Yakobo ilikuwa ni nguzo ya kanisa. Wataelewazo? Yohana ilikuwa ni nguzo ya kanisa. Na Paulo alipotokea baadaye ilikuwa ni nguzo ya 4 ya kanisa. Hao walikuwa wanatajwa kwa maana ya nguzo, lakini walikuwa ni mchoro wenye uhai 4. Wakikaa katika nafasi zile zile. Petro alikuwa ni mfano wa Yuda. Yakobo alikuwa ni mfano wa Rubeni. Yohana alikuwa ni mfano wa Efraim. Na Paulo alikuwa ni mfano wa Dani. Wataelewazo? Katika michoro ile ya kinabii, wanazuri. Mitume wanaofuatia baada ya hao, anayefuatia wanazuri, anaitwa Andrea. Anayefuatia ni Filipo. Kwa Andrea na Filipo, kwa sababu Petro unachora mraba wako marefu na mpana sawa. Petro anakaa mkono wako wa kuume kwenye beramu ya mashariki. Wanazuri? Kwenye wakati kwenye eneo la Yuda. Yakobo anakaa chini ya mraba wako kwenye beramu ya kusini. Yohana anakaa mkono wako wa kushoto kwenye beramu ya magharibi, kwenye eneo la Efraim. Na Paulo anakaa beramu ya kaskazini kwenye eneo la Dani. Kwa hiyo Petro mkono wako kume anakaa na Andrea na Filipo. Yakobo anakaa na Bartimayo na Tomaso chini ya mraba wako. Yohana anakaa na Mathayo mtoza ushuru pamoja na Yakobo wa Alfayo. Paulo anakaa na Yuda Tadeo pamoja na Simoni Mkananayo. Utagundua kwamba Petro, Yakobo, Yohana na Paulo unapata namba 4. Chukua 2 ya mitume kwenye kila upande. Utapata 2 mara 4 unapata namba 8. Ukichukua 4 na 8 unapata ngapi? 12. Na usomaji ni ule. Unaweza kuwapanga hawa wazee 12 wa Agano Jipya ambao ndio wazee wa Israeli wa kiroho ambao ujumbe ulitoka ndani ya taifa moja kwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Hawa wanapangwa hivi au wanasoma hivi. Unaanza kuwapanga kwa anwani kwanza ya wenye uhai. Wa kwanza ni Petro, wa pili ni Yakobo, wa tatu ni Yohana, wa 4 ni Paulo. Unachukua namba ya nafasi ya wale mitume wengine wanaokaa kutokana na nafasi zao. Andrea anakuwa namba 1. Filipo anakuwa namba 2. Upande wako mkono wa kume. Bartimayo anakuwa namba 3. Tomaso anakuwa namba 4. Chini ya mraba wako kwenye eneo ya Yakobo. Mathayo mtoza ushuru anakuwa namba 5. Na Yakobo wa Alfayo anakuwa namba 6. Kwenye mkono wako wa kushoto mraba wako kwenye eneo la Yohana. Na Yuda Tadeo yeye ni namba 7. Na Simoni Mkananayo yeye anakuwa namba 8 chini ya mraba wako kwenye eneo la Paulo. Kwa hiyo unaweza kuwasoma ilikuwa namba zao. Unaanza na Petro namba 1, 2 Yakobo, 3 Yohana, 4 Paulo. 5 unachukua 4 ya wenye uhai jumlisha na namba 1 ya nafasi. Unachukua 4 kujumlisha Andrea namba 1 unapata namba 5. Unachukua 4 kujumlisha 2 ya Filipo unapata namba 6.
Unachukua 4 kujumlisha 3 ya Tomaso unapata namba 8. Unachukua 4 kujumlisha 5 ya Mathayo ya mtoza ushuru unapata namba 9. Unachukua 4 kujumlisha ya Yakobo wa Alfayo ambaye yeye ni namba 6. 4 na 6 unapata namba 10. Unachukua 4 kujumlisha ya Yuda Tadei yeye namba 7. 4 na namba 7 unapata namba 11. Na unachukua 4 na kujumlisha ya Yakobo wa Alfayo 4 Yakobo wa Alfayo namba 8 unachukua 4 na 8 unapata ngapi? Namba 12. Mungu asabarika. Watababazo. Huu ulikuwa ni mchoro wa kwanza wa kimahesabu. Mungu alikuwa anatumia wazee wale wa Israeli wa Agano Kale kuja kwa wazee wa Israeli wa kiroho wa Agano Jipya kuleta mchoro wa kuunganishwa, kuleta wazo la Mungu lisiokuwa na hitilafu ili kupata mahesabu ya kinabii. Kwa lugha nyingine unaweza kuchora mchoro wako miraba miwili inayoungana pamoja. Naomba chukua nifanye mchoro hapa. Yes, twende haraka kidogo ili tuweze kumaliza. Twende haraka kidogo ya teori. Lazima hii kipengele kimalizike. Sawa eh? Ndio twende haraka kidogo. Yes, tupate mchoro huu wakati unaunganisha mahesabu haya kinabii. Kwa hiyo kama unasema mwisho kabla kuja kwa mambo ya Yesu. Tulizo mambo Mungu azama zote katika michoro. Sasa hapo tunafanya hivi, ukichukua wale wazee 12 kale wale wa Agano la Kimaumbo, unaona ndani ya pamoja unachora mraba wako wa kwanza, unganisha na mraba wa pili. Kwa upande huu unaweka Yuda, chini ya mraba wako unaweka Reuben, kwa hapo kushoto unaweka Ephraim, na hapa chini ya mraba wako unaweka Dan. Balazo Yuda anasimamia Isakari na nani? Na Zabuloni. Reuben anasimamia Manase na nani? Amini anasimamia Simeon na nani? Na Gadi. Ephraim anasimamia Manase na nani? Na Benjamini. Balazo Dani anasimamia Naftali na nani? Na Asheri. Utagundua unahesabu unachukua Yuda, Reuben, Ephraim na Dan unapata namba ngapi? 4. Wape namba. Isakari mpe namba 1, Zabuloni namba 2, Simeon namba 3, Gadi namba ngapi? 4. Manase namba 5, Benjamin namba 6, Naftali namba 7 na Asheri namba ngapi? 8. Kwa hiyo unachukua namba 4 kujumlisha namba za jumbe au nafasi ya udhihirisho. Wawaze kula Mungu na wenzao zao. Unachukua namba 4 ya unyuwaji, jumlisha na namba 1 utapata nafasi ya 5. Unachukua 4 kujumlisha 2 unapata namba 6. Chukua 4 kujumlisha 3 unapata nafasi ya 7. Chukua 4 kujumlisha 4 unapata nafasi ya 8. Chukua 4 kujumlisha 5 unapata namba 9. Chukua 4 kujumlisha 6 unapata namba 10. Chukua 4 kujumlisha 7 unapata 11. Chukua 4 jumlisha 8 unapata namba 12. Au unaweza kupanga hivi. Yuda namba 1, Isakari namba 2, Zabuloni namba 3. Hapo unakuja Reuben namba 4, namba 5 Simeon, namba 6 Gadi, namba 7 Ephraim, namba 8 Manase, namba 9 Benjamin, namba 10 Dani, namba 11 Naftali, namba 11 Asheri. Unapata jambo lingine ya Mungu asiyobadilika. Sasa huu ulikuwa ni mchoro wa maumbo kutoka kwenye Agano la Kale. Agano la maumbo. Mungu alitumia taifa moja kuchora mchoro wa mahesabu. Tunakuja kwenye Agano Jipya. Lazima tuwapate wazee 12 katika mchoro ule wa kimahesabu wa kinabii. Huku unapata wale mitume 12. Kwa wako kunde mraba wako mwandike Petro. Chini ya mraba wako mwandike Yakobo. Kwa wako kushoto mwandike Yohana. Hapa juu mwandike Paulo. Paulo. Petro anakaa na Andrea na nani? Na Filipo. Walipata uzuri. Yakobo anakaa na Bartolomayo pamoja na nani? Tomaso. Walipata uzuri. Yohana yeye anakaa pamoja na Mathayo mtoza ushuru pamoja na Yakobo wa Alfayo. Wataona? Paulo anakaa na Yuda Tadei. Yuda Tadei pamoja na Simoni Mkanana. Wape namba. Andrea namba 1, Filipo namba 2. Bartolomayo. Bartolomayo namba 3, Tomaso namba 4. Bartolomayo. Inaeleza Mathayo namba 5, Yakobo namba 6. Namba 7 Yuda Tadei, namba 8 nani? Simoni Mkananaye. Kwa hiyo unaweza kupanga. Chukua wai Petro, Yakobo, Yohana na Paulo. Uruhusu hizi. Chukua namba 4 weka hapa. Chukua namba za uchumbe ndani. Chukua 4 kujumlisha 1 ya Andrea unapata 5 nafasi ya 5. Chukua 4 kujumlisha ya Filipo, namba 2 ya Filipo unapata 6. Chukua 4 kujumlisha namba 3 ya Bartolomayo unapata nafasi ya 7. Chukua 4 kujumlisha 4 ya Tomaso unapata namba 8 nafasi ya 8. Chukua 4 kujumlisha 5 ya Mathayo unapata namba 9. Chukua 4 kujumlisha 6 ya Yakobo Alfayo unapata namba 10. Unachukua 4 kujumlisha
7 ya Yuda Tadei unapata namba 11, na unachukua 4 kujumlisha 8 ya Simoni Mkananayo unapata namba 12. Au unaweza kuhesabu hivi, unachukua Petro namba 1, Andrea namba 2, 3 Filipo, 4 Yakobo, 5 Bartimayo, 6 Tomaso Mkananayo, 7 Yakobo, 8 anakaa namba 8 ni Mathayo, 9 anakaa Yakobo Alfayo, 10 anakaa Paulo, 11 Yuda Tadei, 12 Simoni Mkananayo. Wataelewa? Sasa nakuja hapo, wakati unawapanga kwenye anwani hizi za kutaja namba kwenye kila upande, namba 1 lazima awe Petro, 2 atakuja Andrea, 3 anakuja nani? Filipo. Unapokuja chini usianze na Bartimayo, anza na mwenye wa na Lazaro. Kwa hiyo unakuwa namba 4, namba 5, namba 6. Ukitoka hapo unakuja namba 7 Lazaro ya mwenye wa ambaye ni Yakobo. Wataelewa? Alafu unakuja namba 8 na ngapi? 9. Na ukija hapo unakuja kwa Paulo, unakuja hapa. Ndio kanuni ya usomaji wa Biblia kwa njia ya kinabii. Wataelewa? Ndio maana kuna siku niliambia kwa nini ukitoka huku, kwa nini tu yani huyu inakaa hivi. Yaani huyu ndio mtiririko wa usomaji. Ukienda tofauti maana yake hesabu za kusoma zinakataa. Wataelewa? Kwa mtu yeyote anahubiri ujumbe huu, ahubiri kama ilivyotoka katika hesabu ya kinabii. Usiongeze wala usipunguze. Sasa huyu hapa mchoro huu unapoumana katika mahesabu, kutoka kwenye hesabu sura ya 2. Wataelewa? Kutoka kwenye hesabu sura ya 2, mstari wa 1 mpaka 11, lazima waumane kwenye Agano Jipya. Ndio maana ukisoma maandiko kwenye Agano Jipya, Yesu kila safari yake muhimu aliyokuwa analeta revelation kwenye kanisa, Yesu alikuwa anamchukua Petro, Yakobo na nani? Na Yohana. Alikuwa anachukua watu watatu. Mmoja alikuwa hayupo. Nani? Paulo alikuwa anasubiri muda aje. Wataelewa? Ndio maana Yesu akiwa juu ya kilele cha mlima, sawa sawa na Mathayo mtakatifu sura 17 mstari wa 1 mpaka 8, na Marko sura ya 9 kuanzia mstari wa 2. Yesu akiwa juu ya kilele cha mlima alibadilika sura yake, akajifunua kujidhihirisha kama yeye ndiye Mungu mkuu. Wataelewa? Imelazwa. Wakati Yesu anajifunua kwenye siku yake katika ufunuo, Paulo anachukuliwa chini, anapelekwa juu. Wakorintho wa pili sura 12 sura ya 1 mpaka 3. Imelazwa. Wakati Petro, Yakobo na Yohana wanamuona Mungu mkuu kutoka kwenye zama za roho akijifunua juu pale juu kile cha mlima, Paulo akachukuliwa kama nguzo ya 4 ya mwenye wai, akaenda wapi? Juu kunilisha. Wakati wa Yohana na yeye akachukuliwa akapelekwa wapi? Juu kunilisha. Wataelewa? Ndio maana katika historia ya Biblia, wataelewa, kwenye Agano Jipya ni watu wawili Yesu aliwatumia kujifunua na kuona siri. Hao watu wawili walienda mbinguni. Hao hapa Yohana na nani? Na Paulo walienda wapi? Juu mbinguni. Ufunuo sura ya 4, Biblia inasema, naomba fungua hapa. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1. Wanaelewa? Mstari wa 1 na wa 2. Hebu tusome. Nasemaje? Muone siri hii. Na hapa tutajua kwa nini, kwa sababu hizi namba ni prophetic numbers. Ndio maana nasema mtu yote asiongeze wala asipunguze. Ni namba na location za kinabii. Mungu alinipa hivyo. Ndio maana nazihubiri hivyo. Na mtu yote kwenye taifa lolote duniani azihubiri kama zilivyopangwa. Asiongeze wala asipunguze. Kwa sababu ni prophetic location, prophetic number. Basi ambayo Mungu aliziweka katika mahesabu. Prophetic numbers. Wataelewa? Ndio, hebu tusome anasemaje. Baada ya hayo niliona na tazama, amina, lango ukafunguka mbinguni. Amina. Na sauti ile ya kwanza niliyoisikia, amina, kama sauti ya baragumu, amina, ikinena nami ikisema, amina, panda hata huku. Na umesikia hiyo? Yohana anakwenda wapi? Juu. Imeelezwa. Amen. Tunadhibitisha kwamba huyu ni Yohana. Funguo moja. Ana mstari wa 9. Wa 9 mpaka 11. Tuone kama alikuwa ni Yohana. Ni kweli Yohana huyo. Basi huyu hapa tunaweka hapa kwenye moyo wao watatu. Ili mnaelewa wewe. Huyu hapa tunataka kuona mahesabu ya leo. Mimi Yohana ndugu yenu. Na mwenye kushiriki pamoja katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Amina.
na alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo Amina. kwa ajili ya neno la Mungu. Umesikia wewe? Kwa yule wa Ufunuo sura 4 anaitwa juu mbinguni. Alikuwa nani? Yohana. Kaandika anwani yake pale. Anasema mimi Yohana ndugu yenu. Na wakati Yohana anazungumza kwenye karne ya kwanza mwaka 96 kwenda mwaka 98 alikuwa anazungumza juu ya watakatifu wote katika zama zile 4. Kutoka zama ya simba, zama ya ndama, zama ya mwanadamu na zama ya tai katika michoro kina hii. Huyu mwenye wai wa tatu anakwenda juu mbinguni. Mwenye wai wa 4 lazima na yeye afanye. Aende wapi? Juu mbinguni. Na 4 na 3 unapata ngapi? Namba 7. 4 mara 3 unapata ngapi? 12. Hivi unaelewa? Mbona Yesu anajifunua katika mahesabu katika siku mwisho. Sasa Paulo lazima apelekwe mbinguni juu. Akamwona Mungu mkuu. Wakorintho wa pili. Wapata zote. Wakorintho wa pili sura 12. Mstari wa kwanza mpaka 3 hebu tusome. Amina. Sina budi kujisifu. Nani huyo? Paulo. Amina. Sina budi kujisifu japokuwa haipendezi. Amina. Lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Amina. Na mjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14. Amina. Kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Amina. Mungu ajua. Amina. Mtu huyu alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Hapo alienda wapi? Mbingu ya 3. Nani huyo? Sasa rudi kwenye Wakorintho hiyo, Wakorintho wa pili, mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Tunataka kumuona huyu aliyenyakuliwa kwenda juu ndani. Paulo mtume wa Kristo Yesu. Umemsikia huyo? Paulo nani? Mtume alikwenda juu mbinguni. Watu wawili hao wenye wai wa 3 na wa 4. Kwa nini Yesu aliamua kumchukua wa 3 na wa 4? Kuileta namba 3 kwa 4. 4 inaeleza mraba, 3 ni mbingu ya kwanza, ya pili hata ya 3. Ndio lazima. Ambao 4 kwa 3 unapata namba 7. 4 mara 3 unapata ngapi? Namba 12. Ndio hii hapo unaiona. Petro, Andrea, Filipo, lazima. Yakobo, lazima. Bartolomayo na Tomaso. Unampata hapa Yohana, unampata Mathayo pamoja na Yakobo Alfayo. Paulo unampata Yuda Tadeo pamoja na Simoni Mkananayo katika mahesabu ya kinabii. Wataelewa. Tunazungumza habari ya uamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye lugha maumbo ya Agano Kale kuja katika fungu la Agano Jipya. Tulikuwa tunajaribu kuona hao waamuzi kwa njia ya mchoro wa wale wazee 12 ambao wazee 12 wa Agano Kale kuja kwenye wazee 12 wa Agano Jipya watapata namba 24 katika Ufunuo. Wataelewa. Imeelewa. Lazima upate mchoro hii. Sasa tunataka kumalizia sasa kutoka kwenye huu mchoro, tunataka kuona mahesabu ya kinabii. Lazima kutoka kwenye huu mchoro tuumanishe kutoka kwenye waamuzi. Lazima kuja kwa waamuzi 12 wa Biblia. Katika mchoro, yaani tunataka tuone waamuzi hawa wa Israeli wanakaaje kuja katika mchoro wa mitume 12 wa Israeli. Unachukua tena mraba wako wa pili. Alafu umanishe na wapi? Lazima yaani mraba wa kwanza na wa pili umanishe pamoja. Naomba turudi pale kwenye waamuzi. Mtajia wale waamuzi wa Israeli. Waamuzi wa kwanza nani? Kuja hapa kuja kidogo. Waamuzi wa kwanza anaitwa nani? Othanieli, mweke mkono wako kwenye mraba wako. Hapa. Andika hapa Othanieli, sawa? Chini ya mraba wako unamweka Eliudi. Mkono wako kushoto Baraka. Unamweka Baraka. Juu ya mraba wako weka Gideoni. Wataelewa vizuri? Amen. Othanieli unamweka na nani? Tola na nani? Na Yairi. Wataelewa vizuri? Eliudi anakaa na nani? Anakaa na Yefta. Amen. Yefta na nani? Idzani. Walazo. Kwenye neno Baraka anakaa nani? Idnon pamoja na nani? Abdon. Wataelewa vizuri? Gideoni anakaa na nani? Samson na nani? Na Samuel. Sasa unawasomaje? Unasoma vile kama tulivyosoma hapa juu. Kutoka kwa wale wazee 12 kuja kwenye wazee 12 wa Biblia. Wataelewa? Unawapangaje? Unasoma vile. Kwanza soma kwa namba ya wai. Utamchukua Othanieli, Eliudi, Baraka na nani? Na Gideoni unapata 4. Alafu wape namba. Tola mpe namba 1, Yairi namba 2, Yefta namba 3, namba 4 ni Idzani. Unaelewa?
Namba 5 ni Idoli, namba 6 ni Abdoni, namba 7 ni Samsoni, na namba 8 ni Samueli. Kwa hiyo unafanya hivi, unachukua 4 kujumlisha 1 toa unapata nafasi ya 5. Chukua 4 kujumlisha namba 2 ya Yaeli unapata namba 6. Chukua 4 kujumlisha 3 ya Yefta unapata namba 7, nafasi ya 7. Chukua 4 kujumlisha 4 ya Idoli unapata namba 8. Chukua 4 kujumlisha 6 ya Idoli unapata namba 10. Unachukua 4 kujumlisha Amnoni ambaye Amnoni ni namba 6. 4 na 6 unapata namba 10. Sorry hapa. 4 kujumlisha 5 unapata namba 9. Chukua 4 kujumlisha 6 ya Abdoni unapata namba 10. Unaenda kwa Samsoni. Samsoni namba 7. Chukua 4 kujumlisha 7 ya Samsoni unapata namba 11. Unachukua 4 kujumlisha Samuel namba 12 namba 8 unapata namba 12. Au unaweza kusoma hivi. Othanieli toa Othanieli namba 1 toa namba 2 namba 3 ya hii. Unakuja hapa kwa mwenye wai. Eliudi namba 4 namba 5 Yefta namba 6 Idoli. Namba 7 ni Baraka, namba 8 ni Idoli, namba 9 ni Abdoni. Namba 10 ni Gideoni, namba 11 Samsoni, namba 12 Samuel. Katika michoro ya kinabii. Wanaelewa wewe? Unakuja kwa Agano Jipya, unachora vile vile. Chukua mitume. Wataelewa. Unachukua Petro unamweka mkono wako kume, chini unamweka Yakobo. Unaelewa? Unakuwa kushoto unamweka nani? Yohana, na pale juu unamweka nani? Paulo mtume. Wanaelewa? Petro anakaa na Andrea na nani? Andrea na Filipo. Umeelewa? Yakobo yeye anakaa na Bartomayo. Bartomayo pamoja na Tomaso. Umeelewa? Yohana yeye anakaa na Mathayo mtoza ushuru. Mathayo nani? Mtoza ushuru pamoja na Yakobo wa Alfayo. Umeelewa? Alafu hapa juu Paulo yeye anakaa na Yuda Tadei pamoja na Simoni Mkananaye. Unaona hesabu zile? Mambo haya yanavunjwa kuelekea siku ya mwisho. Jumbe zinazokuja zote zitakuja kwenye mchoro huu. Hizi ni jumbe za awali ambazo Yesu anaachilia duniani. Kuna jumbe mashuhuri sana zinakuja huko mbele ya safari. Kwa hizi hesabu zote hakikisha unakamata kama zilivyo. Kuna jumbe zingine zitakuja zinagota hapa kwenye mahesabu haya. Wataelewa wewe? Umeelewa? Kwa hiyo leo unasoma unaanza na ule wai. Unachukua Petro, Yakobo, Yohana na Paulo unapata namba 4. Wape namba hao. Umeelewa? Andrea namba 1, Filipo namba 2, Bartomayo namba 3, Tomaso namba 4. Mathayo mtoza ushuru namba 5, namba 6 anasimama Yakobo Alfayo. 7 anakaa Yuda Tadei, 8 anakaa Simoni Mkananayo. Sasa unafanya hivi, unachukua 4 kujumlisha namba 1 Andrea unapata nafasi ya 5. Chukua 4 kujumlisha Filipo namba 2 unapata nafasi ya 6. Unaelewa? Wataelewa? Unachukua 4 kujumlisha namba 7 ya namba 3 ya Bartomayo unapata namba 7, nafasi 7. Unachukua 4 kujumlisha namba 4 ya Tomaso unapata namba 8. Unaelewa? Chukua 4 kujumlisha 5 ya Mathayo mtoza ushuru unapata namba ngapi? Namba 9. Unaelewa? Chukua 4 kujumlisha 6 ya Yakobo Alfayo unapata namba 10, namba 6 namba 10. Unachukua 4 kujumlisha 7 ya Yuda Tadei unapata namba 11. Chukua 4 kujumlisha 8 ya Simoni Mkananayo unapata namba 12 katika mchoro. Au unaweza kusoma unachukua Petro namba 1 Andrea namba 2, 3 Filipo, 4 Yakobo, 5 Bartomayo, 6 Tomaso, 7 Yohana, Lazaro, 8 anasimama Mathayo mtoza ushuru, namba 9 anakaa Yakobo Alfayo, 10 anakaa Paulo, 11 Yuda Tadei, 12 Simoni Mkananaye. Ni kitabu kidogo kinafunguliwa, tunasoma Ufunuo sura 10. Waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye lugha Mungu ya Agano Kale kuja katika Ufunuo wa Agano Jipya. Leo ilikuwa ni series ya 19 katika mwendelezo wa ujumbe mashuhuri wa Yesu kabla ya kuja kwake. Bwana anawabariki, Mungu awabariki sana. Jumbe hizi ni jumbe za mnaso siri wa mvuto asili. Sauti na neno Yesu Kristo, Mungu mashuhuri na zama zote anaachilia anwani maalum. Ya anwani hii ya ujumbe waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye lugha Mungu ya Agano Kale kuja katika Ufunuo wa Agano Jipya. Tunaye katika Mungu unakuja. Bwana anawabariki. Amina.